Congo ya sika balobi makambo ya sika. Bon journaliste boss Digo kauna bango Maurice Premier Mukulu journaliste boss na kati ya Congo ya sika. Maurice Premier umela pour Congo ya sika makambo ya sika innovation. Tuyebisi batu tutotala kawa. Place Fanila japonaise ausala makambo ya sika. Colonel Bonabo oyo aina makambo ya sika. Donc tous les Congolais partout vous allez na Congo ya sika. Vous avez décidé quoi à suivre. Ya kipindi changu ambacho kinaitwa 100% Swahili chini ya udhamana wa Maurice Premier Le Boss. Nimekuja mara ya pili tena katika emission yetu ili nimkaribishe mgeni wangu ambaye ni mgeni wangu mheshimiwa. Leo tuko naye hapa, ni yeye ni mpiga muziki. Tunataka tupresente hichi kipindi kupitia Kongo ya Sika. Ndugu yangu Ombeni, karibu. Karibu sana bwana, karibu. Asante sana. Vipi hali? Safi. Salama? Yeah. Yeah. Habari za familia kwanza? Familia inaendelea sawa kabisa. Kwanza kabla ya yote, nilitaka kwanza yaani ujitambulishe kwanza mbele ya ndugu zako ambao baadaye wataona image. Mbele ya yote nasema kwanza asante kwa Kongo ya Sika. Ndiyo. Wanachukua muda wao kuja kunitafuta kabisa, ilikuwa wanaonesha upendo moja wa hali ya juu. Ndiyo. Maurice Premier boss, wakati tunasema yeye ni boss, sio kusema kama yuko na pesa wala nini. Ni boss anatumikisha kichwa. Na sasa nijitambulishe kwa majina, naitwa Fidel Ombeni, ni mwanamuziki. Okay, Ombeni unasema kwamba wewe ni mwanamuziki. Je, ulianza kupiga muziki wakati gani? Muziki nilianza kupika inakuwa muda mrefu. Ndiyo. Muda mrefu kabisa, si nawaza nilikuwa miaka 10 lakini hapa Norway na ni miaka 2 sasa. Kwa hiyo wewe una uzoefu wa muziki. Yeah. Na ilikuwa kuwa vipi mpaka ukaanza kupiga muziki? Ilikuwa kuwa vipi mpaka ukaamua kwamba uanze kupiga muziki? Muziki ni kitu ambacho ilikuwa ni damu, ilikuwa ndani mwangu na tangu nikomaa hivi ni kitu ambacho ilikuwa ndani mwangu, kwa sababu muziki tulianza kuipiga kwenye ngoma hivi pole sana, pole nini, kwaya nini, kila kitu. So mpaka vile nikuja na komala hadi leo napiga muziki. Na hapa leo uko Ulaya? Ndio. Norway. Tuko kabisa huko Scandinavia. Nitaka niulize hivi, kuna challenge gani ambazo umezipata katika kupiga muziki? Challenge ziko nyingi sana, kwa sababu tukiangalia mwanzo ni pale mambo ilikuwa mazito sana tena magumu. Mpaka leo zinaendelea, lakini sio kama zamani. Kwa sababu unaweza ongea na mtu kuhusu muziki, yeye anafaa mambo mengine juu muziki siendelee mbele. So challenges ziko mingi, kukwazana, vikwazo mbalimbali. Donc challenge kabisa iko nyingi sana kwenye muziki. Lakini kwa mimi samani nitaka kidogo umesema wewe ni mpiga muziki mzuri. Nitaka utuimbie hata kidogo ili tusikie kidogo kama kwanza unapiga muziki wa aina gani? Kwa sababu muziki uko aina nyingi. Mimi napiga muziki wa Kikristo. Muziki wa Kikristo, gospel music. Gospel music, yeah. Na maji ambazo katika maji. Gospel music. Ndio. Kwa sababu sisi tulipewa neema ya kuokoka, sio kwa kila mtu, lakini Mungu alituneemisha sisi tumeokoka kwa. Basi nataka utuimbie hata kidogo, hata mistari miwili ili tusikie kama vipi huko. Nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furaha,
na zambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nafikiri watu wengi wanajua hiyo nyimbo kwa sababu ni nyimbo ambayo yenye iko ndani ya vitabu vya wokovu. Muziki mzuri sana. Imba muziki mzuri sana. Sasa vipi hapa Norway, vipi muziki unaona kama vile kuna kwa vile kuna nini, kuna muziki wanaupenda? Je, muziki wanaupenda kweli hao? Hapa Norway muziki ndio muziki unapendwa, lakini sio kama unapendwa kama wale watu wenye wako Afrika ama nchi zingine. Kwa sababu watu wa Afrika wanachukua muziki na samani, lakini hapa sijui kama ni stress ya watu wapate muda kabisa kusikiliza watu. Na ukisema hivyo ina maana ni music ya aina gani ambao hapa wanapenda? Music ya aina gani? Kujua muziki wa aina gani watu wanapenda hapa ni kitu moja iko vigumu sana. Kwa sababu ukaangalia watoto wanafurahia mambo muziki ya kizungu. So ukaangalia wa jeune wanafurahia mambo ya vijana So ukiangalia watu wakubwa wako ndani ya kazi, stress mingi, mambo haiendeke vizuri, hawana muda kusikiliza kabisa muziki. Kwa hiyo kwa ufupi wanapenda muziki sana wa kwaya. Kila mtu iko na choice yake, siwezi kusema kama wanapenda muziki. Wanapenda hiyo muziki ya kizungu kama nilivyosema. Kuna watu wanasikia muziki wa kizungu, wengine wanasikia muziki ya Mungu, na wengine hawataki kusikia kila kitu. Na pia kuna kitu kimoja ambacho mimi nikikuona wewe ni kama vile ungali kijana nini, na ndani ya music mnakuwa mna challenge nyingi ambazo mna changamoto kubwa sana. Sasa wewe kama vile mpiga muziki, vipi kwa jumla tabia zenu zinakuwa ziko vipi? So tabia zetu kwa kweli ni unajua waimbaji leo wa mingi wanaanza kuwa na kiburi ndani ya uimbaji. Kiburi ndio. Watu wengi, waimbaji wengi sana, ndio kwa maana muziki wa Mungu leo auendelee mbele. Kwa sababu sisi waimbaji tulishakuwa na kiburi. Tunaanza tukiimba nyimbo mbili tunakuwa munivo moya ya juu. No, kwa Mungu hakuna mtu mweko na level. Kwa Mungu kila mtu iko sawa. Ndio kwa maana muziki yetu si waimbaji wa Kikristo aziendelee mbele sana. Sana hapa Ulaya. Okay, sasa wewe nikwambie kimoja kitu. Kuna kitu kimoja ambacho mimi kinashangaza kwa sababu upande wa huko wa ndani huko kuna watu kwa mfano kina Papi Chanda, wakina Papa Bobo, wakina Papi Kanda, wakina Marco, wakina Kasongo, wakina Maurice Premier, hapa Shasheborg kuko watu kwa mfano wakina Mama Pati, sasa wakina Mama Lucy, sasa wafie wengi wako pale, wanangoja wasikie muziki wako lakini hawasikii muziki. Sasa tunashindwa kujua kwa nini wao utoe albamu ili watu wa enjoy kidogo. Kwa nini wao utoe albamu? Kitu cha kwanza, mimi kutoa muziki sio kusema natoa juu watu wanaisubiri. Mimi niko natoa muziki kufuatana na mapenzi ya Mungu, vile itafanyisha nitumike kazi. Kwa sababu muziki, ndeza toa muziki leo na lamuka asubuhi naingia ndani ya studio natoa muziki, lakini ule muziki hautakuwa na power. Ule muziki hautagusa watu. Ndio kwa maana mimi nachukua muda wangu nikae chini niombe Mungu anipatie nguvu na nipatie hekima, kwa sababu kazi yenye niko nayo ni kazi moja ya majaribu mengi sana. Kwa hiyo nikiona kina Mama Pati, nikiona kina Mama Lucy, wakina Kibibi Jurefina, wakina Ana Cecilia, niwaambie kwamba muziki wako wewe unakuja. Kwa dada chance wasiku na wasiwasi, muziki unakuja. Muziki utakuja kwanza mu wiki mbili hivi. Kuna muziki ambao tutaleta, kwa sababu sio wewe tu wanakuuliza vile, hata mimi wengine wananiona wananiuliza, sasa je, muziki utakuja siku gani? Mbona tunaona hivi na hivi na hivi. Mene muziki atupate. Muziki kuna kuja, mbia Dalusi, Mama Pati, Damami, watu wote waambie muziki uko unakuja kabisa. Okay. Basi kwa ufupi ndugu zangu, nawashukuru sana. Mgeni wangu huyo, asante sana
kwamba kwa kutembelea, Ndiyo. na pia nashukuru sana kujibu maswali yetu ambayo alikuwa anatuhangaisha. Asante. Kwa hiyo asante. Uendelee vizuri na muziki wako. Mungu akubariki. Asante sana. Mungu akutangulie. Asante sana. Asante sana. Sitakosa kusalimia site yetu ya Kongo ya Sika.net. Kongo ya Sika.net ni site ambayo inatafuta wale watu wenye wako na talent ya kusema ke wa muziki wapige kwa nia njema. Asante sana, Mungu awabariki nyote na kwaheri.